As you come to minister, these are people from the different counties in our nation. Unapokuja kuhudumu ni watu wa gatuzi tofauti kutoka nchi yetu ya Kenya. And we also have many pastors and bishops. Tuko na watumishi wengi wa Mungu, wachungaji na maaskofu from different countries of the world. Kutoka kwa nchi Thank you so tofauti. much in your busy schedule for creating time to come and bless us. Asante kwa sababu ya kuwa na shughuli mingi lakini ukahakikisha umepata nafasi kwa sababu yetu. We honor you and we love you. Tunakuheshimu na tunakupenda. Hallelujah. Hallelujah. Stretch your hands to heaven. Nyosha mikono yako mbinguni. Lord Jesus, Bwana Yesu, I thank you nakushukuru for giving us another time to be in your presence. kwa kutupa wakati mwingine kuwa katika uwepo wako. I know you are here. Najua uko hapa. And I thank you Na nakushukuru for honoring us with your presence. kwa kutuheshimu kwa uwepo wako. You promised that where 2 or 3 will gather in your name, you will be there in their midst. Uliahidi ya kwamba 2 ama 3 wakikusanyika kwa jina lako utakuwepo miongoni mwao. So this evening, have your way, Lord Jesus. Hivyo jioni ya leo pata mapito yako Bwana Yesu. Glorify your name. Litukuze jina lako. Do what only you alone can do. Fanya kile wewe peke yako unaweza kufanya. Let your spirit fill this atmosphere. Wacha roho wako akazagae katika uwepo huu. Come by your spirit and heal the sick. Njoo kwa roho wako ukaponye wagonjwa. Meet every need. Kutana na kila hitaji. Change lives, change destinies. Badilisha maisha, badilisha hatma. And we give back glory to you. Na utukufu tutakurejeshea. Because it belongs to you. Kwa sababu ni wako. Hallowed be thy name. Jina lako libarikiwe. Jesus. Yesu. Thy kingdom come. Ufalme wako na uje. Let it come here in Nairobi at Uhuru Park. Wacha uje hapa Nairobi Uhuru Park. Let your kingdom be manifested. Wacha ufalme wako udhihirishwe. Thank you, Master. Asante Bwana. Thank you, Master. Asante Bwana. Lift your hands. Nyosha mikono yako. Pray in the Holy Ghost for a minute. Omba kwa lugha kwa dakika. The atmosphere is charged Anga hii imetiwa nguvu for miracles. kwa miujiza. The Master is here. Bwana yuko hapa. He didn't send an angel. Hakutuma malaika. Let's honor him. Tumuheshimu. We love you, Jesus. Tunakupenda Yesu. We love you so much. Tunakupenda sana. We can do nothing without you, Jesus. Hatuwezi lolote pasipo nawe Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Shila dada bagari araba. Dagadesha katalabado. Shila dada bagari araba. Kazeketele gabaraka shigadeis. If you came sick tonight, Kama ulikuja mgonjwa jioni ya leo, he will heal you. atakuponya. If you have been disappointed, Kama umeshushwa moyo, he will help you. atakusaidia. Just fix your eyes on him. Mtazamie tu yeye. Forget about where you are. Sahau ulipo. Think about him. Mtafakari yeye. Oh, Jesus. Yesu. Shira bakara bakasi haladaba.
Something is happening right now. Kuna jambo linatendeka sasa hivi. Ledele bagari harara bagasukata baga. Welcome the Holy Ghost. Karibishe Roho wa Mungu. Let him touch you. Wacha kuguse. Let him touch you. Wacha kuguse. Your story will change forever. Hadithi yako inabadilika milele. Sayada bagus saladalaba. Gadi kashoga dabakad. Sila dalala bagadaba. Ropa katalagadiaze. Jesus, we welcome you in this place. Tunakukaribisha mahali hapa. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. You are welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome. you're welcome in this place. In this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. You're welcome in this place. Hallelujah. Hallelujah. How many people tonight Wangapi jioni ya leo? you have a need only God can meet? How many people Unahitaji tonight? maloni Mungu peke yake anaweza akaligusa. You have a need. Unahitaji, There is something kuna kitu that you need, ambacho umekihitaji. and you know it's only God. Na If He unajua- doesn't come through for you, it can never happen. Unajua ni Mungu pekee, asipokuja haiwezi ikafanyika. Let me see by a raise of hand. Wacha nione kwa ishara ya mkono. You are in the right place. Uko mahali panapostahili. I say you are in the right place. Nasema uko mahali panapostahili. This night is so special. Usiku wa leo ni wa kipekee sana. And I honor all the servants of God. Naheshimu watumishi wote wa Bwana. And the opportunity given to me to be here. Na nafasi hii niliyokabidhiwa kuwa hapa Tonight, usiku huu. I believe Ninaamini Jesus Yesu is coming in this generation. anarudi katika kizazi hiki. This gospel Injili hii must be preached with haste. lazima ihubiriwe kwa kasi, kwa dharura. I want, before I turn to the word of God, to address the ministers. Nataka kabla sijazama kwenye neno nihudumie wahuduma. Whatever it is that God has called you to do, Ambacho Mungu amekuitia kukifanya, do it with haste. kifanye kwa dharura. Do it with haste. Kifanye kwa dharura.
when he comes, takaporejea, we must all be ready to give account of what we have been doing. lazima sote tuwe tayari kutoa hesabu ya kile tumekuwa tukifanya. I failed to say that. You may be seated. Nalihisi niseme hivyo, waweza sasa ukaketi. Second Corinthians Wakorintho wa pili chapter 10. sura yake ya 10 and verse 3. mstari wa 3. It says, for though we walk in the flesh, we do not war against according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. May the Lord bless the reading of his word. Bwana na bariki kusoma kwa neno lake. There is something that I feel in this place. Pana jambo ninalihisi mahali hapa. Get ready. Jiandae. I want to pick on from where I stopped in the morning. I told you I don't finish my message. If I finish my message, I don't come to preach again. Nataka nianzie mahali tulikomeshea asubuhi. Nilikwambia simalizi ujumbe wangu, maana nikimaliza sirejei tena kuhubiri. Look at your neighbor, tell them the enemy that want to kill you is not physical. Angalie jirani, mwambie adui anayetaka kukuua sio wa kiasili. Look at the neighbor on the other side, tell them all your enemies that want to destroy you are not physical. Mwangalie mwenzako mwingine, mwambie adui wanaotaka kukumaliza sio wa mwili. The devil will show you what you can see so that you can believe a lie. Shetani atakuonyesha kile unaweza kukiona ili uamini uongo. That you believe that person Ili uamini huyo mtu is your enemy ndiye adui yako, and is the one that wants to finish you. na ndiye anayetaka kukuangamiza. But I came to tell you, Lakini nalikuja kukueleza, your real enemies adui wako halisi are not physical. maadui wako halisi sio wa mwili. They know you because of the mark Wanakujua kwa sababu ya alama that you have been marked by God with. uliotiwa na Mungu. That mark is not physical. Alama ile sio katika mwili. I'll ask permission to step down.
Ninaomba ruhusa nishuke chini. Because I am not a pulpit preacher. Kwa sababu mimi si mhubiri wa madhabahu. I preach down where the people are. Ninahubiri chini walipo watu. So that I can see your eyes. Ili nikuone mboni ya macho. That I can see your faces. Nione nyuso zenu. That you can look at me because you can look at me straight because I'm not a liar. Ili uniangalie vizuri kwa sababu mimi si mwongo. When I'm far away, then I can make faces and you will not know. But when I'm close, we can talk to one another. Nikiwa mbali ninaweza nikakunja uso na usijue, lakini nikiwa karibu tunasemezana. Your enemies are not physical. Maadui wako sio katika mwili. Every physical enemy that you think is an enemy is a cover up. Kila adui ambaye unadhani wa mwili, yeye ni onyesho tu, ni kivuli tu. Because nothing physical, kwa sababu hakuna kitu katika mwili, begins in the physical. Kinachoanza katika mwili. Every physical thing you see, kila kitu chenye mwili unakiona, it emanates from the spiritual. Chanzo chake ni rohoni. The devil would want you to fight physical battles. Shetani angependa upigane vita vya mwili. The problem of David was not Goliath. Shida ya Daudi haikuwa Goliathi. Are you hearing me? Je, wanisikia? The real enemy, adui haswa, was not Goliath. Hakuwa Goliathi. Goliath was a sign. Goliathi alikuwa ni ishara tu of the real enemy that is in the realm of the spirit. Ishara ya adui halisi aliye katika enzi za kiroho. Israel has been resisted throughout. Israeli imepingwa milele. Because they are people of God. Kwa sababu ni watu wa Mungu. And you, na wewe, the righteous, mteule mwenye haki, your troubles will be many. Matatizo yako yatakuwa mengi. Because you are a spiritual being. Kwa sababu wewe ni nafsi ya kiroho. And you must know how to fight spiritually. Na lazima ujue kupigana vita vya kiroho. Do you know the most difficult thing to do is to get people to pray? Je, wajua kitu kigumu sana kufanya watu wafanye ni kuomba. We can teach about prayer. Tunaweza funza maombi. We can say how important prayer is. Tunaweza eleza umuhimu wa maombi. But it is very difficult. Lakini ni vigumu mno to get people to pray. Kuwafanya watu kuanza kuomba. Because kwa sababu the weapons of our warfare, silaha za vita vyetu, are not carnal. sio za mwili. We walk in the flesh. Tunatembea katika mwili. We don't war after the flesh. Lakini hatupigani vita katika mwili. Because the weapons of our warfare, kwa sababu silaha za vita vyetu, are not carnal. sio za mwili. They are not physical. Sio za mwilini. One of the greatest weapons of our warfare is prayer. Silaha mojawapo yenye nguvu ni maombi. Prayer is not physical. Maombi sio ya mwilini. You can't buy it in a supermarket. Huwezi ukainunua kwenye supermarket. You can buy a pistol. Unaweza ukanunua bunduki, bastola. But you cannot buy spiritual weapons. Lakini huwezi ukanunua silaha za kiroho. I told you, if God begins to elevate you, nalikwambia kama Mungu akianza kukuinua, you need bodyguards. Unahitaji walinzi. Some of you thought I was talking about men carrying guns.
Wengine mlidhani nilinena kuhusu watu wanaobeba bunduki. I was not talking about men. Sikusema kuhusu watu. Because your real enemies are not physical. Kwa sababu maadui halisi sio wa mwilini. If you can defeat your real enemies, the people you think, the things you think are your real enemies will disappear. Kama ukiweza kushinda maadui wako halisi, watu ambao unadhani ni maadui wako watatoweka. So your real enemies are in the realm of the spirit. Hivyo maadui wako halisi wako kwenye anga za kiroho. And your real battles Na vita vyako halisi are in the realm of the spirit. viko kwenye anga za kiroho. You win there, Ukishinda huko, you win here. utashinda hapa. You win there, Ukishinda huko, you win here. utashinda hapa. Get ready. Jiandae. Let me take you to a small story in the Bible. Niruhusu nikupeleke katika hadithi ndogo kwenye Biblia. It is in Mark chapter 9 and it is also in Matthew. Iko kwenye Marko sura ya 9 na pia kwenye Mathayo. A man and a boy that was suffering from what they thought was epilepsy. Bwana mmoja alikuwa na mtoto ambaye aliugua kile walichodhani ni kifafa. And the father brought this boy to Jesus. Yule bwana akamleta mwanawe kwake Yesu, So that Jesus can heal him. ili kwamba Yesu amponye. Jesus was not there, so the disciples were had to deal with the issue. Yesu hakuwepo, kwa hivyo iliwalazimu wanafunzi washughulikie hali ile. But they could not chase or heal the boy. Lakini hawakuweza kufukuza wala kupoza yule kijana. Jesus comes in the middle of an argument because the scribes were saying you can't do this, you cannot, you walk with Jesus, you can't do this. Yesu akaingia katika majibizano kwa sababu kama alivyosema, mnatembea na Yesu lakini hamwezi fanya hivi. So the scribes were challenging the disciples of Jesus. Kwa hivyo waandishi walikuwa wanajibizana na wanafunzi wa Yesu. So Jesus came and the people are amazed. Where has he come from? Kwa hivyo Yesu akarejea, watu wakashangaa ametoka wapi. And he asked the scribes, what is it that you are arguing with them? Akawauliza waandishi, mnajibizana nini nao? Before they could answer, Kabla hawajajibu, the man the boy who had trouble, yule bwana mzazi wa yule kijana spoke to Jesus akamnenea Yesu, and said to Jesus, akamweleza Yesu, Sir, Bwana, I brought my son. nilimleta mwanangu. I brought my son who is epileptic, Nilimleta mwanangu mwenye kifafa, so that you can heal him. ili kwamba umponye. And I found your disciples and they could not do it. Na nikapata wanafunzi wako lakini hawangeweza. Jesus got so annoyed Yesu akakasirika with his disciples. na wanafunzi wake. And he said to them, Akawaambia, how long hadi lini will I be with you? nitabaki nanyi? How long Hata lini will I be with you? nitakuwa nanyi? How long will I bear with you? Hata lini nitakuwa nanyi? He called them a generation Akawaita kizazi, that did not believe. kizazi kisichoamini. He said, bring the boy to me. Akasema, nileteeni kijana. He asked the father, Akamuuliza baba, how long has he been in this condition? amekuwa kwenye hali hii tangu lini? You know, that's somebody else.
And it's not the technicians. Na sio yule mwenye mashine. Don't begin to fight them for nothing. They are doing a good job. Usiwapige vita bure, wanafanya kazi njema. Sometimes I go to a place and the lights go. Wakati mwingine ninaingia mahali mataa yanazima. They turn on the generator goes off. Wanawasha generator inazima. They call the engineer, say, look at everything is okay, but it's not working. Wanawaita wahandisi, wanaangalia, lakini kila kitu iko sawa, lakini hazifanyi. It's because of what I'm telling you. Ni kwa sababu ya kile ninawaeleza. If they can interfere with what I am saying physically, Kama wanaweza zuia kile ninasema, they get your attention wanachukua mawazo yako from me kutoka kwangu because of a noise. kwa sababu ya kelele. Are you with me? Tuko pamoja. So when you see some of these things in a meeting, just pray. Ukiona mambo mengine Don't worry. kama haya kwenye mkutano, omba. Don't think, oh, these technicians, oh, the sound system was no good, blah, 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 blah. No, it's not that. Ama mashine, si hizo. A meeting that is doing nothing will not have one problem. Mkutano ambao hautekelezi lolote hautakuwa na shida hata moja. Are you with me? Unami? Where there is no great purpose being accomplished, the devil has no business. Kama hakuna kusudi kuu linatimia, shetani hana shughuli. I was in Kisumu one time. Nilikuwa Kisumu wakati mmoja. I was supposed to do a crusade, and I was in South Africa. Nilifaa kufanya crusade, lakini nilikuwa Afrika Kusini. God woke me early in the morning. I was praying. Mungu akaniamsha asubuhi mapema, nilikuwa ninaomba. And he told me, Akaniambia, if you don't go back, usiporudi, the crusade will not happen. crusade haitafanyika. The crusade was starting on Thursday. Crusade ilikuwa inaanza Alhamisi. One of my preachers was going to preach on Thursday. I was going to begin preaching on Friday. Mchungaji mmoja kutoka kwangu alikuwa hubiri Alhamisi, nami nianze Ijumaa. Everything was working against what we were trying to do. Kila kitu kilikuwa kinafanya kinyume na kile tulitaka kutimiza. The bishops. Maaskofu. Huh? You wouldn't expect bishops Haunge dhani kwamba kina askofu can try to stop a crusade. Wanaweza jaribu kukomesha crusade. And so I flew in from South Africa. Kwa hivyo nikaingia na ndege kutoka Afrika Kusini. Wednesday in the evening. Jumatano jioni. Thursday morning I flew from here to Kisumu, and I found everything had not been done. My stage had not been set. The sound was not set. Nothing. Alhamisi nikaenda kutoka hapa mpaka Kisumu, nikapata hakuna kitu kimefanyika. Hawajaandaa jukwaa, hakuna chochote. We do it 4 days before the day of the beginning of the crusade. Kawaida tunafanya siku 4 kabla ya siku ya mwanzo wa crusade. They couldn't do it. Lakini hawangeweza. We had paid for everything. They were not allowed to do it. Tulikuwa tumelipia kila kitu, lakini hawakuruhusiwa kufanya The kitu. devil had said that the crusade will not happen. Shetani alikuwa ameapa crusade haifanyiki. So when I got to Kisumu, I went straight to the crusade ground. Wakati nilifika Kisumu nikaenda kwenye uwanja wa crusade. They told me, they said we cannot set up anything.
Wakaniambia, tuliambiwa kwamba hatuwezi tukaandaa. There will be no crusade. Hapata kuwa na crusade. They told me they pulled down all our advertisements. Wakaniambia walivuta chini vibango vyetu vyote. I told them, nikawaambia, I don't need advertisement. Mimi sihitaji. The crusade will be there. Crusade itafanyika. I am here and the crusade will happen. Niko hapa na crusade itafanyika. I said, whoever told you you cannot set up the sound, tell them I'm living in that hotel. Let them come talk to me. I want you to put up the platform in a few minutes. I want the sound. I want to hear the sound. I was staying in an hotel opposite the crusade ground. Nikawaambia, aliyewaambia msiandae chochote, mwambieni niko kule kwenye hoteli. Anzeni kuandaa jukwaa. Nilikuwa ninakaa katika hoteli karibu na. From the days of John until now. Tangu siku za Yohana hadi sasa. The kingdom ufalme suffers violence. Unapigwa vita. And the violent na wenye vita take it by force. Wanauteka kwa nguvu. We're not going to take Nairobi by being good Christians. Hatutateka Nairobi kwa kuwa Wakristo wema. You're not going to occupy your place. Hutamiliki sehemu yako by being nice and holy. Kwa kuwa mwema na mwenye haki. No. You're going to take it because you know that there is a devil that is not visible who is fighting to keep you from getting what God has already given to you. So that night, the crusade started. My physical enemies that are pretenders. They hired goonies to come and throw stones if the crusade happens. And I was in my hotel room the whole morning, walking around. Shanda bagosi aladaka. Makapakosa makata. Ika makoladaba. Ramaso yabaya saka. Niarako saraba. The whole morning. For more than 5 hours. I pray more in the spirit than I pray in my understanding. Because I know very little in the physical. Yes, sir. So if I only pray in the physical, I pray the little I know. But when I pray in the spirit, I pray what I don't know, which God knows, and God takes me to the enemy's camp and helps me to begin pulling things, disarming the enemy, bringing down stuff. So in the evening, because it is not advertisement that brings people, it is the victory you have in the realm of the spirit. The ground was packed to capacity. I stood up, I said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The young men that had been hired, they started walking, moving in to come to attack the platform. Something that is not physical.
kitu ambacho si cha kimwili, pushed them back. kikawasukuma, kikawarudisha nyuma, Pushed. kikawasukuma. This was their testimony. They were not saved. This was their testimony after they got saved. Hawakuwa wameokoka, ulikuwa ni ushuhuda wao baada ya kuokoka. And they found themselves Na wakajipata leaning on the wall. wameegemea ukuta. They said, how did we get here? Wakajiuliza, tulifikaje hapa? Let's attack. Tusonge mbele. They move again. Wakasonga And tena, every time they moved again, na kila mara wakisonga, something kitu pushed them back. kikawasukuma nyuma. They tried, they gave up. Wakajaribu, wakakoma. I preached the first night. Nikahubiri usiku wa kwanza, Miracles happened. miujiza ikafanyika, Powerful things happened. mambo makuu yakatendeka. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. On Saturday, Siku ya Jumamosi, I preached Thursday, I preached Friday. mehubiri Alhamisi na Ijumaa. The third day, Siku ya tatu, the devil Shetani sent a storm akatuma gharika from Lake Victoria. kutoka ziwa Victoria. They are just getting ready to invite me to preach. Wanajiandaa kunialika nihubiri. And the storm comes from the lake. Tufani ikazuka kutoka ziwani. Everybody started running away because the crusade didn't have a roof like this. It's open. Wote wakaanza kukimbia kwa sababu crusade haikuwa na paa kama hili, ilikuwa wazi. I took the microphone Nikachukua kipaza sauti. and I say, Nikasema, Jesus Christ Yesu Kristo is the same ndiye yesterday, jana, today, leo and forever. na milele. I took off my jacket. Nikavua koti langu. There were drops of rain. Kulikuwa na matone ya mvua. I said, if this shirt gets wet, Nikasema kama shati hili likiloa, then God did not send me to Kisumu. basi Mungu hakunituma Kisumu. I said, listen to me. Nikasema nisikieni, God knows I am here. Mungu anajua niko hapa. He's the one. Anajua He is the one ni that yeye sent me aliyenituma here. hapa. And he is not an author of confusion. Na yeye sio mwanzilishi wa So the rain is not coming from kwa him. hivyo mvua haiji. I said, if you stay here in the crusade ground, Nikasema mkibaki hapa kwenye uwanja wa crusade, it will not rain on you. haitakunyeshea. Those of you who are running out of the crusade ground, you will be wet. Mtanyeshewa, mtaloa. And you know, Na wajua human beings are doubters. wanadamu wamejawa na kutoamini. So some people still ran out. Bado kuna watu walikimbia. And the rain poured. Na mvua ikanyesha. A stone throw away. Umbali wa kutupa jiwe. Heavy rain. Mvua kubwa. In the crusade ground. Lakini kwenye uwanja wa crusade No rain. hakuna mvua. I preached Nikahubiri for about an hour. kama saa moja. I prayed for the sick. Nikawaombea I wagonjwa. prayed for people to get saved. Nikaombea watu waponywe. The rain still raining out there. Mvua bado inanyesha huko. No rain in the crusade ground. Hakuna mvua kwenye uwanja wa crusade. I finished the ministry. Nikamaliza huduma. It was still raining. Ilikuwa bado yanyesha. My white shirt Shati langu nyeupe didn't have a sign that there was rain going on. halikuwa na ishara kwamba kuna mvua inaendelea. I'm telling you this to tell you Nakwambia haya ili ujue what is happening in the physical kinachofanyika mwilini is not from here. hakitoki hapa.
It is from the realm of the spirit. Chanzo chake ni anga za kiroho. We must begin to understand who we are. Lazima tuanze kujielewa. We are spiritual beings. Sisi ni watu wa kiroho. We live in bodies. Tunaishi kwenye mili. You have never seen me. Hujawahi niona. Because the real me is not physical. Yule mimi halisi sio wa kimwili. I am a spirit being. Mimi ni roho. And I live in a body. Ninaishi kwenye mwili. And I fight in the realm of the spirit. Ninapiga vita kwa anga za kiroho. My real me is a fighter. Mimi halisi ni mpiga vita. When Goliath saw David, wakati Goliath alimwona Daudi, he called him a small boy. Alimuita kijana mdogo. When Saul saw David, wakati Sauli alimwona Daudi, he called him a boy. Alimuita kijana. Boys cannot kill lions. Vijana hawaui simba. Ay. Ay. A boy cannot kill a bear. Kijana mdogo haui simba, haui dubu. Is anybody hearing me? Je, kuna mtu ananisikia? The real you, yule wewe halisi, when he becomes what God wants him to be, kama akifanyika vile Mungu amekusudia, no weapon formed against you, hakuna silaha iliyotengezwa, no weapon formed against you hakuna silaha yoyote will prosper. Kinyume chako itanawiri. You people are bewitched by witches, more witches. They bewitch you. Nyinyi mnafanyiwa urogi na wachawi wadogo. Wanawafanyia uchawi, wanawaroga. They bewitch you because wanakuroga kwa sababu they even bewitch your business. Hata wanaroga biashara yako. They close the doors. I told you they close the doors of churches. Nilikuambia wanafunga malango ya makanisa. They say this church will never grow beyond 200. Wanasema kanisa hili halitapita kiwango cha watu 200. When you get to 200, ukifika watu 200, every new member who is supposed to come, kila mshirika anayefaa kuingia, they are coming there, but they don't see the door, they pass, they go somewhere else. Anaingia lakini haoni mlango, anapita anaingia kwingine. Because kwa sababu life is more spiritual than physical. Maisha ni ya kiroho kuliko ya kimwili. The moment you get this, ukielewa haya, you become unstoppable. Utakuwa haukomeshi. So Jesus asked, hivyo Yesu akauliza, how long tangia lini has he been in this condition? Amekuwa kwenye hali hii. He said, since birth. Akasema kutoka kuzaliwa. And when he saw people gathering, na wakati aliona watu wanakusanyika, he addressed the issue. Akashughulikia ile hali. Physically, katika mwili, the boy was epileptic. Kijana alikuwa na kifafa. But the real problem was not falling in the fire and falling in water. Lakini shida yenyewe haikuwa kuanguka kwenye maji na moto. It was a deaf and dumb spirit. Ilikuwa ni pepo kiziwi na bubu. That was hiding in the boy. Ambayo ilikuwa imejificha ndani ya yule mtoto. To make him epileptic. Kumfanya awe na kifafa. Jesus did not say, you epileptic, come out. Yesu hakusema ewe pepo kifafa toka. Because that was not the problem. Kwa sababu hiyo haikuwa shida yenyewe. He said, you deaf and dumb spirit. Alisema wewe pepo kiziwi na bubu, come out of him and never possess him again. Mtoke wala usimwingie tena. He fell down. Akaanguka chini. He looked like he was dead. Akafanyika kana kwamba amekufa. Jesus went picked him up. Yesu akaenda akamuinua. And the boy was completely healed. Na kijana alikuwa ameponywa kabisa. Because some of the things we call sickness, kwa sababu mambo mengine tunayaita magonjwa, it's just a demon. Ni pepo. It's just a demon. Ni pepo tu.
I know you are all highly educated, and I am sorry, I am a street preacher. Najua nyinyi ni wasomi wakubwa, lakini poleni, mimi ni mhubiri wa mitaani. I know. Najua. I don't know science. Mimi sijui sayansi. I don't know physics and mimi sijui fizikia and chemistry. Na kemia. I don't even know theology. Hata theology sijui. I am a theological dropout. Mimi nilianguka shule ya theolojia. Nilitoka. My professor flew from California. Profesa wangu alikuja na ndege kutoka California. To convince me not to drop. Nisitoke shuleni. I told him, sir, nikamwambia bwana, the things that you teach are too tough for a preacher boy like me. Mafundisho yako ni magumu sana kwa kijana mhubiri kama mimi. By the time I get your doctorate, wakati nitapokuwa nikifuzu masomo yako, I will have lost everything that I have that makes me. Nitakuwa nimepoteza kila kitu kinachonifanya mimi. I said, nikasema, please, tafadhali, teach people who can handle theology. Wafunze watu ambao wanaelewa mambo hayo. I can't handle it. Mimi sisemezani nayo. I just believe. Mimi that's all I know to do. I only believe. I just believe. I just believe. I don't need to know so much. Sihitaji kujua mengi. I need to hear God. Nahitaji nisikie Mungu. And I believe. Na niamini. You know what he told me? Wajua aliniambia nini apostle? He told me, aliniambia, where your ministry is going, mahali ambapo huduma yako inaenda, you really need this thing. Hakika unahitaji cheti hiki. You need some CV. Unahitaji CV. You need to be a doctor. Unahitaji uitwe daktari. I said, nikamwambia, bwana, doctor minus what I carry equals nothing. Daktari bila kile nimebeba ni bure. And this thing is choking my inner man. Na hiki kitu kinaua mtu wangu wa ndani. It's contrary. Ni kinyume to everything I teach. Na kila kitu ambacho ninafunza. Which God has revealed to me. Ambacho Mungu amenionyesha, amenifunulia. So if you are using your head, you will miss everything I am saying. Shut off your head and open your spirit. You will get something. I'm telling you the truth. Kama unatumia kichwa, utakosa kile ninasema. Funga kichwa chako, fungua roho, utapata kitu na kuambia kweli. That's why I told you in the morning, I didn't come to preach. Sikuja kuhubiri. I don't have steps about something. Mimi sina hatua 5 za kitu. I don't have points to give you. Mimi sina hoja za kukupa. I just came. Nilikuja tu to make some declarations from the realm of the spirit that will change the physical realm. Kufanya matangazo kutoka rohoni yatakayobadilisha hali hapa mwilini. So when the boy is healed, kwa hivyo kijana alipoponywa, the Bible says the disciples came to Jesus privately. Maandiko yanasema wanafunzi wakaja kwa Yesu sirini. All of you preachers, there are people who have tried to come to you for prayer, to pray for them privately. Nyinyi wote wahubiri, kuna watu wamejaribu kuja maombi faragani. Chembani. Yeah, private prayer. Maombi ya chembani. For special people. Kwa sababu ya watu special. So they went to Jesus privately. Kwa hivyo wakamwendea Yesu chembani. So that they do not get ashamed. Ili asione aibu. They said, why could we not cast out the thing? Wakamuuliza, kwa nini hatungeweza kungoa ile kitu? Jesus said, Yesu akasema, because of 2 things. Kwa sababu ya mambo mawili.
You have a problem of believing. Mna shida ya kuamini. And number 2, Na pili, you have a problem of prayer. una shida ya maombi. When a believer, Kama anayemuamini, even if they are an apostle or pope, hata akiitwa mtume ama papa, if they have a problem with these 2 things, kama ana shida ya hayo mambo mawili, the physical will always dominate them. anga ya kimwili itawashinda. Tell your neighbor, Mwambie jirani, this night usiku huu you are going to catch 2 things. utapokea mambo mawili: The spirit of prayer roho ya maombi and the spirit of faith. na roho ya imani. I carry 6 anointings. Ninabeba upako 6, And 2 of them na I have just told you. mawili yake nimekueleza. Me, I don't know how to doubt. I actually struggle. I struggle to doubt. It is easier for me to believe than to doubt. It's much more easier. Mimi nina shida ya kutia shaka. Ninakuwa na shida gumu sana kutia mashaka. Ni rahisi kwangu kuamini kuliko kutia mashaka. Because Kwa sababu I carry the spirit of faith. ninabeba roho ya imani. It works normally like breathing. Inafanya kazi kama kupumua. If you catch it, Ukipata all the things you fear, you will never fear again. yale mambo yote unayaogopa hautayahofia tena. You will never fear people that you think they want to do something to you. Hautaogopa watu ambao unadhani wanataka kufanyia jambo. Some years back, Miaka kadhaa imepita, when there was a lot of terrorists everywhere, wakati kulikuwa na ugaidi kila mahali, one of the 10 top that the American government was saying is a very, very dangerous man lived in my city. mmojawapo wa watu ambao Marekani walisema ni gaidi mbaya sugu kabisa aliishi katika mji wangu. He stood up and he said, Alisimama akasema, a man like this one talking about me mtu kama huyu akinena kunihusu should not be killed with a shotgun. hafai kuuliwa na bastola. He needs to be killed with an AK-47. Anahitaji kuuliwa na AK-47. The leaders in my church, Viongozi wa kanisani kwetu they came to me. wakaja kwangu, They asked me, wakaniuliza, do you have to go for morning glory or you can pray in the house? ni lazima uende maombi ya asubuhi ama unaweza ombea kwenye nyumba? I said, who? Nikauliza, nani? Me? Mimi. Jesus did not pray in the house. Yesu hakuomba ndani ya nyumba. Which scripture do you want me to follow? Unataka nifuate andiko lipi? I said, Nikasema I must go for morning glory. lazima niende maombi ya asubuhi. Morning glory for us begins at 4. Maombi ya asubuhi kwetu yanaanza saa 10 asubuhi. So Alfajiri. 3:30, I'm on my way to church. Saa 9:30 alfajiri naelekea kanisani. They said, you can't, they want to kill you. Wakaniambia usifanye, wanataka kukuua. Do you know who is they? And they are mentioning the name to scare me. Unajua ni akina wa na wanataja jina ili wanitie hofu. So I went and I stood in the church. Nikaenda nikasimama kanisani. I say, the person who wants to kill me, Nikasema anayetaka kuniua, the weapon he said should kill me, silaha will kill him. Silaha aliyosema iniue itamuua. So they said, Hivyo wakasema my leaders, viongozi wangu, some of them carry guns wengine wanabeba bunduki because they are licensed to carry guns. kwa sababu wameidhinishwa kubeba bunduki. So they said, we are going to take care of our man of God. Wakasema tutamlinda mtumishi wa Bwana wetu. So 3:30, Kwa hivyo saa 9:30 alfajiri, cars pull into my compound. magari yakaingia kwenye nyumba yangu. One in the front, another one in the back, and Moja mbele, nyingine nyuma.
So they escort their men of God to church so that he may not be killed. Wanizindikishe kanisani ili nisiuliwe. You do not know what kind of spirit you have. Wewe hujui aina ya roho uliobeba. I knew it was short-lived because it was of the flesh. Nilijua ya kwamba ni ya muda tu kwa sababu ilikuwa ya mwilini. Everything of the flesh is short-lived. Kila kitu cha mwilini ni cha muda tu. Because the Bible says everything that is physical is temporal. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba vitu vya mwilini ni vya muda tu. 1 week. Juma moja. I woke up the following week. Nikaamka juma la pili. Got ready to go for morning glory. Kuenda maombi asubuhi. I looked out. Nikaangalia nje. There was no car. Hakukuwa na gari. I got out, got into my car. Nikatoka nikaingia kwenye gari langu. And I went for morning glory. Nikaenda maombi ya alfajiri. And I have been doing it. Na nimekuwa nikifanya. The one who wanted to kill me, aliyetaka kuniua, I killed him with the word I spoke. Nilimuua kwa neno nililonena. Yeah. Yes, sir. Don't mess up with people. Usicheze na watu who are connected in the realm of the spirit. Ambao wameunganishwa katika anga za kiroho. They did not kill him with a shotgun. Hawakumuua kwa bastola. The car he was in, gari alilokuwa ndani yake, had holes everywhere. Ilikuwa na mashimo kila mahali. They were using machine guns. Walitumia machine gun. They rained fire on that car. Bullets. Boom, 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 boom. Walinyesha moto wa mabunduki kila mahali. Pum, 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 pum. They made sure that he was dead. Walihakikisha amekufa. Because kwa sababu the weapons of our warfare are not carnal. Silaha za vita vyetu sio vya mwilini. We cast down everything that exalts itself against the knowledge of God. Tunaangusha kila kitu kinachojiinua kinyume na elimu ya Mungu. If anything speaks your death, it is rising up against the knowledge of God, because God says you shall live and not die. Kama kuna kitu kinanena kifo chako, kinanena kinyume na neno la Mungu, kwa sababu Mungu alisema utaishi. He says when you choose life, he says I put before you life and death. Alisema nimekuwekea uhai na mauti. So when you choose life, kwa hivyo ukichagua uhai, you live. Utaishi. And whoever wants to kill you, na yule anataka kukuua, you use the weapon. Unatumia silaha. You use the weapon. Unatumia silaha. And you say, na unasema, if you want to kill me, kama anataka kuniua, the same weapon ile silaha that you want to use, it shall be used against you. Itatumika kinyume chake. And you say, amen. Na unasema amina. I call it a small prayer. Ninaita ombi dogo. That's a prayer of faith. Hilo ni ombi la imani. It heals the sick. Linawaponya wagonjwa. And it kills devils. Na inaua mapepo. Woo! Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Tell your neighbor, put on the armor. Mwambie mwenzako vaa sana. You are a warrior. Wewe ni mfanya vita. You are a mighty man of war. Wewe ni mkuu wa vita. You are a killer of killers. Wewe ni muuaji wa wauaji. I was teaching in a leaders meeting and I said the anointing is for killing. Nilikuwa ninafunza katika kongamano la viongozi, nikasema upako ni wa kuua. I saw the theologians. Nikaona wasomi wa theolojia scratching their heads. Wakijikuna vichwa. Because they did not learn that in Bible school. Kwa sababu hiyo hawakufundishwa kwenye chuo cha Biblia.
Look at your neighbor, tell them, neighbor, Mwambie jirani, the anointing is for killing. upako ni wa kuua. It releases two things. Upako unaachilia It mambo releases mawili. life Unaachilia and uhai death. na mauti. If you annoy me, I will not talk. I walk away because I don't want you to die. Ukinikasirisha sitaongea, nitatembea kwa sababu sitaki ufe. Because if I open my mouth, Kwa sababu nikifungua kinywa, Aish! Woo! So they came privately to Jesus. They said, ndio why wakaja sirini kwa Yesu why wakamuuliza, could we not do it? kwa nini hatungeweza? He said, Akasema, you have a problem of prayer. mna shida ya maombi You have a problem of unbelief. na mna shida ya kutoamini. Those are the two big problems in the church. Hizo ndizo shida mbili kanisani kuu. And do you know why? Wajua kwa nini? Because it starts in the pulpit. Kwa sababu inaanza kwenye madhabahu. It is the biggest problem of preachers. Ndiyo shida kubwa ya wahubiri. Don't say I came to Nairobi to attack you. I don't know you. Usiseme nilikuja Nairobi kukushambulia, sikujui. Many preachers. Wahubiri wengi, Can I tell you a story? nikwambie hadithi. One pastor